back after the break. Karibu sana msanii. Yes, kwa majina mimi naitwa Mark the Prince. Yes. Wengine wanaitaga mzee wa mabinti, Mr. Swagger. Noma sana. Sasa nimekuja na slogan nyingine inaitwa damu ya warembo. Yes. Yeah. Damu ya warembo. Damu ya warembo. Noma sana. Tumepiga nayo interview hapo kitambo kidogo. Yes. At least watu ambao wanasikiza Bimidi FM wako familia na sura yako, familia na ngoma zako ambazo tumechapa sana kwenye Bimidi FM. Kama kawa siku ya leo tungependa tu kwanza twende tu direct to the point, tuambie Mark the Prince. Tujamsikiza kwa muda fulani. Mark the Prince alienda wapi? Yeah, so kwa kweli sijakuwa nikitoa muziki sana. Yes. Nafikia kama mwaka mmoja hivi na nusu sijakuwa nikitoa muziki. Yes. Na nimekuwa nikipata comments nyingi, labda niliacha muziki, labda nikifanya labda nikaacha muziki. Yes. Kitu ambacho watu hawajui, mimi nimekuwa nimekuwa nikifanya kitu tofauti. Okay. Lakini bado kipo tu kwenye entertainment. So tumekuwa tukifanya film kama watu wamekuwa wakifuatilia, tumekuwa tukifanya film. Na nimekuwa nikiwapea baadhi ya episodes za film. Yes. Na nafikiri wale ambao wamekuwa wakifuatilia, kuna film ambayo inaitwa She Is My Sister. Season 1 tumekuwa tumeicheza nafikiri last year yote mpaka huu mwaka mwezi kama wa 4 wa 5 hivi kama sikosei, ndio episode ya mwisho ya season 1 iliisha. Oh, inaitwa She Is My Sister. She Is My Sister. Ukiingia kwa The Prince Pictures Films unaweza kuzipata episodes zote. Utaipata kwa YouTube. YouTube inaitwa The Prince Pictures Films. Tuseme sasa hivi uliacha mambo ya sanaa ukaingia story ya film. Ama siwezi kusema niliacha mambo ya sanaa. Yes. Wao wanasema uweze kukimbiza ndege zote mbili. So wakati unakimbiza ndege moja inabidi ndege nyingine inakuwa umeachana nayo kwanza. Sasa so unajua kitu ambacho mashabiki hawajui. Yes. Hizi vitu zote waga ni expensive kidogo. Sababu ukikuja kwa film tunatumia mic, tunatumia beats, nyimbo, tunatumia cameras. Pia ukirudi kwa music, vile vile tunatumia beats, nyimbo, hizo cameras, unaona? Yes. So unakuta inakuja expensive sana. So hauwezi kimbiza zote mbili. Okay. So pale ndo inapelekea wakati niko kwa film, naonekana kama nimeacha music. Okay. Na nikirudi huko kwa music, naonekana kama nimeacha film. Kitu naambia tu mashabiki ni kuwa muziki hata wakati tunafanya film bado nimekuwa tukifanya music. Na niko na muziki nyingi sana ambazo bado sijaachia. Na ziko tu hata nilikuwa nataka kuzileta kama album. Okay. Kwa sababu wakati nilikuwa na market film, nikaona siwezi ingiza hapo pia kwanza market music. Okay. So nikaona acha ndio kwanza kitu kimoja nifanye film kwanza, lakini niendelee kuwataachia muziki. So nikikuja tena kwenye muziki nakuja na album. Okay. So watu watarajie muda wote tu kutoka sasa ndani ya huu mwaka tunaweza kukaachia kitu kikubwa sana. Si ati maokoto ilikuwa nyingi muziki ukapeleka kwa film. Watu wanasema kwamba labda ulipata hela kibao unajua kwenda kwa film. Hata sio hivyo. Sasa mimi nilikuwa napatana na comments tofauti kidogo. Yes. Na venye wameniambia mambo ya maokoto. Sasa kuna watu wengine wako wananiambia mama alikuja akapiga mangoma hapo amejua za music vizuri. Hivyo labda ilimcost au labda ilimpeleka hasara, akaamua tu kuacha. So ni kama hii music maka hakuweza kuendelea kama vile ilivyokuwa. Wakasahau kuwa nilikuwa nafanya vitu vingine. Sasa hizo tulikuwa tumeanza kuachia episodes za She Is My Sister. So nilikuwa nimetulia music na unaonekana kuna kitu nafanya. Mpaka wakati nilikuja kuanza kuachia hizo episodes ndio ambazo kumbe nilikuwa nafanya kitu tofauti. Sasa kuhusu maokoto, tuwezi kusema maokoto yapo sana. Yes. Na pia tuwezi kusema hayapo kwa sababu tunatumia pesa kwa hizo vitu. Nikiambia shabiki sasa hivi maokoto hayapo, nikiuliza kwa nafanyaje hizo vitu kabisa. Na nikimwambia maokoto yapo, labda ataweza jiuliza maswali mengine. So siko vizuri na siko vibaya. Nice. How expensive is the film industry compared to the music industry? Kwa kweli nisiwe tu mwongo. Kutoka niliingia kwa industry ya film. Yes. Kuna connection
kunipata kuliko venye bado nilikuwa kwenye music. Kwa sababu music nilikuwa nimezoea kumita watu wale nitoa music, najua ni nani nitampigia. Yaani kuna tu kiwanja fulani yenye nilikuwa niko tu hapo kwa music. So wakati niliswitch kidogo, kitu kikaniambia nifanye film. So hapo ndo nikakuja kupatana pia na watu wengine wapya, so wenye kwa film wapya. So ikanisaidia mimi kutengeneza idea, kujua kitu gani ya kufanya, kama venye nilivyokuambia hapo awali, hizi vitu zote zinaoana. Kwa film kuna music zinachezwa pale, kuna beats zinachezwa pale, unaona, na bado unaona ni tunatumia cameras. So hakuna kitu kubwa change tu ni sasa kusikiza music moja kwa moja, kwa sababu kwa film kuna part itachezwa kidogo, part nyingine tuingize kitu ambacho kinaendelea kwa film. Yeah, so bado niko tu hapo kwa game. That is very good. Yeah. Yes, ladies and gentlemen, kama unajua always tunawaletea wasanii ambao wanafanya vizuri tena sana. Kama uko na swali unaweza katuliza pale. Unajua ni 99.9 kwa Brown ambayo tupata ni BMD FM, na bado unapata kwa zero link yetu ambayo ni dunia nzima pale, inakuwa mambo iko sawa tena zaidi. Na pia Facebook utatupata pale vizuri BMD FM, utatupata pia pale Instagram, TikTok na hata YouTube pale, na mambo inakuwa iko so data tena zaidi. Yes, watu naona pale wanauliza kwamba Mark the Prince. Yes. Sasa ni kama kuna naweza sema kuna mkataba fulani mnafanya na VNQ City. Yes. Unaweza kutuelezea ni mkataba unakaa namna gani? Unajua hii VNQ City kuiongeleaga muda mwingine. Hapo tambo kidogo. Na kitu mashabiki waga hawajui, ukiona kitu kimekuja kutokea. Yes. Ilikuwa imeanza hiyo time. Yes. Kitu kimekuwa kikiongelewa labda muda sana. So niliwahi kuiongeleaga kitambo. Yes. Na VNQ City. Yes. VNQ City ni wazo kubwa sana. Yes. Sababu nimekuwa nikiongea na uongozaji wa VNQ City. Yes. Na wamekuja na wazo nzuri ambao sijai kukatanaga nayo pindi ninaanzia music. Sababu hii nayo inahusiana na music. Yes. Kutoka upande wa film. So ile nimeona ni kitu ambacho kinaleta wasanii pamoja, kitu ambacho hakipo sana Kenya, hata kama kuna nchi zingine pia wenye wako na kitu kama hicho bado hasijapanuka zaidi. Na nikaona ni wazo nzuri kwa sababu itasaidia wasanii wengi. Kuna wasanii wanatoa music na wajui watapeleka wapi, wanapiga wapi show. Kuna vile pia wasanii wanatoa pia music but hawajajua zile standards za muziki mzuri. Yaani kwa mfano ukienda kwa recording music, ukienda kwa producer kupigia muziki, kuna wale tu bora amesikia kuna beat na anaimba basi. Hajui standard za music ambazo labda unaweza kupeleka kwa media, kachezwa huko ukaambiwa hii haiwezi kuchezwa kwa sababu hizo vitu waga zinakuwa. Unaona? So hiyo inasaidia pia msanii kuelewa vitu kama hivyo kwa sababu wanafunza msanii muziki mzuri, standard ya muziki, kitoa muziki hapa utapeleka pale fulani na tutakuwa labda na mashow, tutauza hivi, ndio ambacho wasanii wengi waga hawajui. Sasa nikaona hili wazo la VNQ City liko sawa sana. Na ndio maana mimi ni mmoja wao. Nilijiunga moja kwa moja, so mtazamaji kama unaniona hapo nje, ndio mimi niko ndani ya VNQ City na kukaribisha sana kwa sababu ningetamani pia ukutane na uongozi wa VNQ City, kupanuliwa zaidi, uweze kuambiwa kikubwa zaidi, uone ina faida gani kwako, uone itakusaidia kivipi. Natumai utaipenda na utaweza kuenjoy. Kwa hivyo mkae tu mkao wa kula, kama venye mmekuwa mkiniuliza music ni maja music, so niko hapo ndani ya VNQ City, jua tu vitu viko sawa, mambo yako sawa, na mtaanza kuniona kwa mashows, mtaanza kuniona kwa ma interviews, mtaanza kuona nikitoa muziki. So mambo iko sawa. So kuja kwa kusaidia wasanii, ni kama kusaidia, ni kama kusupport, ni kama wameona kuna shimo fulani kwenye industry ambayo watu wengi hawajaiona, so wameamua kuishughulikia. So we expect much more kutoka kwa Mark the Prince
in terms of music and in terms of videos? Zinakuja kabisa. Vitu zinakuja sana. Kwanza tukirudi kwa film, She is My Sister series season 2 inakuja. Kwa wale ambao mmekuwa mkiniuliza sana, nimekuwa nikipata comments nyingi toka uachie season 1 ya She is My Sister, kwani season 2 kuliangalia. Kitu ambacho watu hawajui, kabla uanze kufanya kitu unakuwaga na idea ya hiyo kitu. Na the more unaishi, the more ideas zinaongezeka. Story kulingana venye ilikuwa kwa season 1 na tulijaribu nayo kwa sababu ndio series yetu ya kwanza. Na tukaona watu wameipokea kiukubwa, tukutarajia hivyo. Kwa hivyo ikabidi tujaribu kupanua ile story. Ndio maana tulimalizia season 1 ikiwa ndogo, ndio tupanue story vizuri, ndio tunaongeza kitu gani na gani